Katika ulimwengu wa mawasiliano ya leo, simu imekuwa nyenzo muhimu sana ya kufanikisha shughuli za kila siku, iwe za kifamilia, kikazi au hata kijamii. Lakini hata hivyo, pamoja na urahisi huo, bado kuna kanuni za misingi ya ustaarabu zinazopaswa kuzingatiwa tunapowasiliana kwa njia ya simu. Mara nyingi heshima na hadhi ya mawasiliano hutegemeana na namna tunavyotumia chombo hiki cha mawasiliano. Katika kanuni za mawasiliano ya simu, ni ile isiyoandikwa lakini inayoheshimiwa na ulimwengu wote. Hutakiwi kumpigia mtu simu kwa zaidi ya mara 2 mfululizo. Ukipiga simu mara ya kwanza na hapokei, jaribu tena mara ya pili baada muda mfupi. Endapo bado hajapokea, basi ni busara kusubiri. Kupiga simu tena na tena bila kikomo kunaweza kumfanya mtu au mlengwa ajihisi kero, shinikizo au hata kumkosea heshima. Wanasayansi na wanafalsafa wanaeleza mambo ya ziada yanaweza kutufundisha namna bora ya mawasiliano. Ukimsoma Albert Mehrabian anaeleza kuwa katika tafiti mbalimbali za kitaalamu kuwa zaidi ya 60% ya mawasiliano kutojibiwa kwa mara 2 mfululizo ni ishara ya kwamba sio wakati sahihi, na heshima ni kukubali alama hiyo. Mshauri na mtaalamu wa uongozi wa kistratejia ambaye pia amebobea kwenye masuala mbalimbali ya kidiplomasia na itifaki, hapa anaeleza kuwa tabia ya kupiga simu mfululizo sio ya kiungwana. Ukimpigia mtu simu imeita mara ya kwanza, usipige tena. Kuna watu humu ndani simu watapiga, itaita mara 6, itakata, anaunganisha tena mpaka mara 6. Kwanza kutopokelewa ile mara ya kwanza inakuonyesha huyu mtu either yuko busy au anaiona hawezi kupokea kwa sasa. Kwa hiyo simu sana piga mara 2, haikupokelewa kati. Sasa na wewe uliopigiwa, itifaki inakutaka unapokuwa na nafasi, umeona missed call, return call. Okay? Huo ndio ustaarabu. Hello? Yes. Nilikupigia masaa kadhaa yaliyopita. Niliona simu yako, lakini muda huo nilikuwa na kazi. Ukisoma katika tafiti za shirika la afya duniani WHO, linaonyesha kuwa simu inayolia mara kwa mara husababisha kuongezeka kwa ajali za barabarani. Hivyo kupiga simu mara 2 kisha kusubiri si ustaarabu pekee, bali pia ni kinga ya usalama. Daniel Goleman, mtaalamu wa akili hisia, yani emotional intelligence, anaeleza kuwa kelele za simu zinazojirudia huongeza msongo wa mawazo na kupunguza umakini kwa mtu aliye kazini au kwenye shughuli nyingine za muhimu. Mwanafalsafa mmoja ajulikanaye kwa jina la Seneca alieleza kuwa muda ni rasilimali muhimu sana kuliko hata mali nyingine. Kupiga simu mara nyingi kunaharibu muda wako na hata wa mwingine pia. Fahamu hivyo bila wasiwasi. Mimi naondoka kwa sasa. Jina langu ni Captain Fanuel Steven. Salena Mwenyezi Mungu, kumbuka ndoto utatimiza.